akikuwa Mungu. Alisema lolote tukiomba kwa jina lake tukitaja, hilo wala tusihofu. Alisema lolote tukiomba kwa jina lake tukitaja, hilo tutajibiwa, wala tusihofu. Yuko mahali ametulia, maombi yako anasikia, wakati sahihi ukifika ata kujibu. Wakati sahihi ukifika atajibu maombi yako, usihofu. Yuko mahali ametulia, maombi yako anasikia, wakati sahihi ukifika ata kujibu. Wakati sahihi ukifika atajibu maombi yako, usihofu. Sasa wakata tamaa, ni juzi tu uliomba, Bwana wamwekea mipaka Mungu. Wewe mwachie, hebu mwachie sasa mikononi mwake, shida zako ulizoleta kwake, yeye ajua kwa wakati wake atatenda. Bora sasa wakata tamaa, ni juzi tu uliomba, Bwana wamwekea mipaka Mungu. wewe mwachie, hebu mwachie sasa mikononi mwake, shida zako ulizoleta kwake, yeye ajua kwa wakati wake atatenda. yuko mahali ametulia, maombi yako anasikia, wakati sahihi ukifika ata kujibu. Wakati sahihi ukifika atajibu maombi yako, usihofu. yuko mahali ametulia, maombi yako anasikia, wakati sahihi ukifika ata kujibu. Wakati sahihi ukifika atajibu maombi yako, usihofu. yuko
mahali ametulia, maombi yako anasikia, wakati sahihi ukifika hata kujibu. Wakati sahihi ukifika atajibu maombi yako, usihofu. Atajibu maombi yako, usihofu. Bwana Yesu atajibu maombi. Atajibu maombi yako, usihofu. Yesu atajibu maombi. Atajibu maombi yako, usihofu. Tunashukuru waimbaji kwa huduma ya nyimbo iliyotangulia, na nichukue fursa hii kuwakaribisha sasa kwa ajili ya taratibu za vipindi vile vya mafundisho ya mchana. Na wasaa ulio mbele yetu tutamkaribisha mkurugenzi wa mawasiliano wa General Conference, dada Alisa Truman, ambaye alichagua Tanzania. Imeelezwa asubuhi kwamba ugeni huu ulikuwa ni bahati ya Catherine, na ilikuwa mjadala mrefu kidogo tukishauriana, kwa sababu kulikuwa na mikutano mingine inafanyika pale Nairobi, na baada ya mazungumzo marefu, utayari wa Catherine na utayari wa Sister Alisa, Ukonga ikachaguliwa. Na unajua ndio mahali pa kwanza katika division yetu tukio kubwa kama hili linafanyika, na likiwa na mgeni kutoka makao makuu kabisa ya kanisa letu. Mwenge na amina zinazoeleweka. Sasa tunafuraha sana na nimkaribishe mchana huu wa leo, na nyinyi watu wa Ukonga mkaribishe pamoja nami ili aje kutufanyia fundisho maalum ambalo linahusiana na programu hii ya One Voice. Dada Alisa, karibu sana kwa ajili ya fundisho la mchana, na watu wa Ukonga tumkaribishe kwa mwitikio wa shangwe kubwa anapokuja hapa mbele. Imseme amina. Tupige makofi wakati anakuja hapa mbele kwa jukwaa. You can keep going. I love it. Endelea, nafurahishwa na hiyo.
2018, I took my very first trip to this continent. Mwaka 2018 kwa mara ya kwanza nilisafiri kuja kwenye bara hili. And it was here in Tanzania. Na ilikuwa ni hapa Tanzania. I was in Arusha for 8 Adventist World Radio meetings. Nilikuwa pale Arusha kwa masuala ya redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni. And I remember coming back and telling my husband something very particular. Na sasa hebu fikiria nikirudi nikamwambia mume wangu vitu maalum kabisa vya hapa Ukonga sasa. I wish we worshipped like they do in Tanzania. Nitamwambia natamani na sisi tungeabudu na kusali kama ambavyo kule Tanzania wanasali na kuabudu. I experienced so much joy as I listened to you sing and praise the Lord. Nimeona furaha ya pekee nilipowaona mkiimba na kusikia sauti zenu. Let us pray. Hebu tuombe. Dear Heavenly Father, Lord, we come here today in your presence. Baba mpendwa wa mbinguni, tunakuja tena uweponi mwako. We ask that this time together be sacred. Tunakuomba wasaa huu pamoja uwe ni wasaa mtakatifu. That as we have worshipped you through music, we will feel your presence through your spirit. Kwamba kama tulivyokuabudu kwa njia ya muziki, tujaze roho zetu pia. May God be with us. Ebu Bwana kuwa pamoja nasi. Work in us. Tenda kazi ndani yetu. And work through us. Nafanya kazi kupitia sisi. In your son's name, amen. Katika jina la mwanao nimeomba, amen. I realize I don't need glasses when I'm not reading something. Na sihitaji kuvaa miwani kwa sababu sina ambacho nitakuwa nasoma. I have the privilege to talk to you a little bit about the vision of One Voice 27. Nina fursa ya kuongea nanyi kuhusiana na dira ya mkakati wa Sauti Moja 27. Initiatives are often rolled out in this church. Katika kanisa hili kumekuwa na ubunifu na mikakati mbalimbali ya utume. From the general conference, the division, or the union or conference. Kutoka kule general conference kwenda division, kwenye union mpaka kwenye conference. Often we tell you exactly what to do. Mara nyingi tumekuwa tukiwaeleza nini kinawapasa kufanya. Read this chapter every day. Tunawaambia someni sura hii, ukurasa huu, kila mara tunawaambia pa kusoma. Preach this sermon on this week. Tunawaambia katika juma hili hubiri hili, tumeshaliandaa tunaleta kwenu. But there's something interesting about One Voice 27. Lakini kuna kitu cha pekee sana katika mkakati huu wa Sauti Moja 27. There's been a shift. Kumekuwa na mgeuko. We believe that the people who best know how to reach others are those of you who are sitting in these seats. Tunaamini kwamba wanaojua namna ya kuwafikia watu ni ninyi mlioketi katika hadhara hii. As Elder Kohler was casting his own vision of what he would like to see from the church in the next 5 years. Kama mzee Paulo alipokuwa anaeleza angetamani kuona kanisa liko wapi katika miaka pengine 5 iliyokuwa inakuja. He realized that we needed to hand back a lot of this to the church. Alitambua kwamba imetupasa kurejesha majukumu na kazi na utendaji kwa kanisa. So today I'm going to share 3 things with you. Sasa mchana huu nitakuwa nikishiriki nanyi mambo matatu. I'm hoping you can remember these 3 things. Natamani kama tunaweza kuyakumbuka mambo haya matatu. At the heart of One Voice 27, katika kiini cha mkakati wa Sauti Moja 27, number 1 is personal transformation. Kiini namba 1 ni mabadiliko binafsi. Personal transformation leads to number 2, corporate preparation. Mabadiliko binafsi yanapelekea kwenye jambo la pili ambalo sasa ni matayarisho ya pamoja.
And when 1 and 2 meet, we get number 3. Na sasa la kwanza na la pili yanapokutana tunapata jambo la tatu. Number 3 is united proclamation. Na sasa jambo la tatu ni kuunganishwa kwa ajili ya kutangaza ama kueneza. So I'm going to talk a little bit about each one of these and how it impacts you. Sasa kwa ufupi tutaongelea moja moja kati ya haya na kwa namna gani yanagusa maisha yako wewe. I remember one time visiting a church in North America. Nakumbuka wakati fulani nitembelea kanisa kule Amerika ya Kaskazini. And as I walked through the doors, nobody greeted me. Na nilipoingia katika mlango wa kanisa lile, hakuna aliyenisalimu. Now, this was before I worked at the General Conference. I was just a person walking in off the street. Hii ilikuwa kabla sijaanza kufanya kazi kule General Conference. Ilikuwa tu ni mshiriki ama mtu nimeingia kanisani kwa ajili ya ibada. I walked into the sanctuary and still nobody talked to me. Nikaingia hekaluni lakini hakukuwa na yeyote aliyenisemesha. Finally, a little girl who was about 5 years old came up to me to say hello. Baadaye binti moja mdogo kama miaka 5 akanisogelea na akaja kunisalimu. Her dad saw her and said, "I'm sorry. I didn't mean to have her bother you." Baba yake akamuona, alafu akanifuata akaniambia, samahani, sikuwa nimekusudia binti yangu aje akusumbue. This is not an experience that just happens in that one church. Uzoefu huu hautokei kwenye kanisa moja tu. Sometimes our churches are not the friendliest place for visitors. Wakati fulani makanisa yetu sio mahali ambapo wageni wakija wanaona ukarimu toka kwetu. Sometimes they are not the friendliest place for our members. Wakati mwingine kanisani wala sio mahali pa kufurahisha hata miongoni mwa washiriki. So before we can proclaim, we must first have personal transformation. Kwa hiyo kabla hatujatoka kwenda kutangaza, ni lazima kwanza tupate badiliko la binafsi kila mmoja. We don't want to invite people into places where they will not feel the presence of God. Hatutaki kuwaalika watu waje mahali ambapo wakija hawatahisi uwepo wa Mungu. So as part of One Voice 27 for the year 2026, kwa hiyo kama sehemu ya mkakati wa One Voice 27 katika mwaka huu wa 2026, we want to encourage our members to go through a period of personal transformation. Tunatamani kuwatia moyo washiriki wetu wapitie vipindi vya mabadiliko binafsi. There are a few things that the General Conference is encouraging our members to do. Yako mambo kadhaa ambayo General Conference inawatia moyo washiriki kuyafanya. The first one is to read through the book Desire of Ages. La kwanza ni kusoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. One Voice 27 is all about Jesus. Sauti moja 27 haimuhusu mwingine yeyote, inamuhusu Yesu tu. 2027 will be the 2000 year anniversary since Christ's baptism. Mwaka 2027 itakuwa ni adhimisho la miaka 2000 tangu Yesu alipobatizwa. 2000 years ago he started his ministry. Miaka 2000 iliyopita alianza huduma yake. And 3 years later it reached its climax. Na miaka 3 baadaye ikafikia kilele chake. But for 3 years he preached the gospel to Lakini others. kwa miaka 3 Yesu huyu alikuwa tu akihubiri injili kwa mataifa. He did it through his words and his actions. Alihubiri kupitia maneno yake, lakini pia alihubiri kupitia matendo yake. We want our members to fall in love with that same Jesus. Tunatamani washiriki wetu wampende Yesu huyu huyu. It's easy for us to talk about him, but do we know him? Ni rahisi sana kumzungumzia, kusema habari zake, lakini je, tunamfahamu? I'm a 6th generation Seventh-day Adventist. 6th generation. Kumekuwa na vizazi 6 katika Uadventista. James White convinced my great grandfather to build a church. Anasema
Vizazi 6 nyuma yake Uadventista uliingia kwa James White, miongoni mwa wale waanzilishi wa kanisa hili. Alihubiri kwa babu yake na akaipokea injili ya Kiadventista. So it's easy when you've been raised an Adventist to start to lose your way. Ni rahisi kama tukiwa tumekaa katika Uadventista kuweza kutengeneza njia sasa kwa ajili ya wengine. It just becomes something that is a part of our culture. Inakuwa ni sehemu tu ya utamaduni wetu, tunafanya kushuhudia kwa urahisi kabisa kama sehemu ya maisha yetu. We want everyone to fall back in love with their Savior. Tunataka kila mmoja arejelee katika kupenda mambo haya ya utume na Yesu huyu ambaye tunasema habari zake. We can all grow in a deeper relationship with Christ. Wote tunaweza kuimarisha na kufanya uhusiano wetu na Yesu kuendelea kuzama ndani kwa kina zaidi. So we are encouraging the reading of Desire of Ages for all ages. Kwa hiyo tunahimiza usomaji wa Tumaini la Vizazi Vyote kwa watu wa rika zote. And as you read the Desire of Ages, we encourage you to do it individually. Na unaposoma kitabu hiki tunakutia moyo ukisome wewe binafsi. But we also encourage you to create small groups and read together. Lakini pia tunawahimiza mtengeneze makundi madogo ambayo mtakuwa mkisoma pamoja. In my department at the General Conference, we read through 1 chapter a week together. Kwenye idara yangu pale General Conference tunasoma angalau sura moja kwa wiki, tunasoma pamoja. Every Wednesday morning I set aside 1 hour for us to just sit and discuss what we've read. Kila Jumatano asubuhi natenga saa moja, tunakaa na kujadili yale ambayo tumeyasoma kwenye kitabu hiki. When we read and we study together, it helps us to grow in our understanding. Tunaposoma na kujadiliana pamoja inatusaidia kuweza kupanua mawanda ya uelewa wetu. So the first thing we want for personal transformation, kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunahimiza ni lile badiliko binafsi. Is to encourage our members to fall in love with Jesus day after day after day. Tunawahimiza washiriki wetu kuendelea kumpenda Yesu na mapenzi haya kuwa mapya kila siku. The second thing that we desire is to encourage everyone to have a deep personal prayer life. Jambo la pili tunahimiza ni watu kuwa na maombi ya dhati, maombi ya kina. How many of you have thought about breathing in the last 2 minutes? Nani hapa amefikiria kwamba anapumua dakika 2 zilizopita, kwamba unawaza anapumua? Umewaza hilo dakika 2 zilizopita? You didn't. You're just doing it. Haukuwaza, lakini tu wewe hapo ulipo unapumua tu. Until it is hard for you to breathe, you don't realize that you're breathing. Ni mpaka utakapopata shida ya kupumua ndio utawaza na kugundua kwamba unapumua. When the COVID-19 pandemic happened, I caught COVID about a year into it. Uviko 19 ilipokuja nilipata mwaka mmoja hivi katika wakati huo. It was during what they called the Delta wave. Ilikuwa ni wakati ule wa msimu unaitwa msimu wa Delta, ile mawimbi yakipiga ya janga lile. My whole family caught it. Familia yangu yote walipata maambukizi. My husband went mume wangu akawa amejikuta anakohoa and said, I'm going to take a nap. Alafu akasema nitapata kausingizi kidogo. He woke up and seemed to be fine. Akalala, akaamka, akajikuta yuko sawa. Probably wasn't quite that easy. Labda haikuwa rahisi sana. I, however, struggled. Mimi pia niliona ugumu kwenye kupumua. And about a week went on with me continuing to struggle to breathe. Na ikapita kama juma moja hivi na hangaika kupumua. At some point I called the GC doctor and asked, when do you go to the hospital? Wakati fulani nikampigia daktari wa GC na kumuuliza hospitali huduma inaweza kupatikana wakati gani? We didn't want to go to the hospital because when people went to the hospital, they died. Hatukupenda kwenda hospitali kwa sababu wakati ule watu wengi wakienda hospitali walikuwa wanakufa. He listened to me trying to talk to him. Alinisikiliza nikijaribu kuzungumza naye. And he said, go now.
na akaniambia nenda sasa. I sat in the waiting room for 8 hours. Nilikaa kwa masaa 8, Scared that I would never say hello or goodbye to my children again. nilikuwa na hofu nikidhani kwamba huenda sitapata fursa ya kuwaona wanangu tena. It had been the second day of school for that school year. Ilikuwa ni siku ya pili ya shule katika mwaka ule wa masomo. I had not hugged them goodbye because I was too sick. Sikuweza hata kuambia kwa heri kwa sababu hali yangu ilikuwa mbaya. I ended up hospitalized for 1 week. Niliishia tu kulazwa hospitali kwa muda wa juma zima. And it took me 3 months to recover. Na unajua ilinichukua miezi 3 mpaka kupata nafuu. I tell you this because I remember trying to tell myself to breathe. Na waeleza haya nitaka muelewe nilipokuwa najaribu kuona na hangaika namna ya kupumua. I felt every breath. Nililihisi kila pumzi ambayo nilikuwa naivuta. Every breath was a struggle. Kila pumzi ili niivute ilikuwa kazi, haikuwa rahisi. Sometimes prayer can feel like that. Nyakati fulani maombi yanaweza kuonekana namna hiyo. We know it's good for us, just like I knew breathing mattered. Hatuoni muhimu, ni kama vile tu ilivyo muhimu katika kupumua. But it feels like work. Kama una shida ya kupumua unaona inakuwa ni kama kazi. It's hard to do it naturally. Ni vigumu kufanya tu katika hali ya kawaida. We pray for 3 or 4 minutes and it feels like an hour. Wakati fulani tunaomba kwa dakika 2, 3, lakini unajihisi ni kana kwamba umeomba kwa lisaa lizima. What God wants from us is for prayer to feel like how you are breathing right now. Kitu Mungu anachotaka kwetu ni maombi yawe kama vile ambavyo tunapumua hata sasa. That it is constant and it's just something that we do. Maombi yawe ni muendelezo, ni kitu ambacho tunafanya kwa rudia bila kuacha. Leading into the last GC session, wakati wa sessions za mwisho za GC, 3 of us decided to dedicate 2 hours every morning to prayer. baadhi yetu tuliamua kutenga masaa 2 ya kuomba kila siku. I had never prayed for 2 hours a day for an entire month. Sikuwahi kuomba kwa masaa 2 mfululizo kwa mwezi mzima. We did it from 4 a.m. to 6 a.m. Tulifanya kuanzia saa 10 alfajiri mpaka saa 12 alfajiri. We prayed that God would lead his church. Tulikuwa tunaomba jambo moja, Mungu aliongoze kanisa lake. The first morning 2 hours felt like an eternity. Asubuhi ya kwanza tuliomba na tukaongozwa katika masuala haya ya umilele. At the end of the month, I didn't want to stop. Okay, siku ya kwanza tumeomba, niliona kama tumeomba milele, lakini mwezi ulipoisha sikutaka kuacha. Prayer takes time and consistency. Maombi yanachukua muda na yanataka ile hali ya kurudia bila kuacha. God is waiting to answer our prayers, but he's waiting for you to take the time to stop and pray. Mungu yuko tayari kujibu maombi yetu, lakini anataka uanze kutenga muda na kuomba. Not just to pray, but to stop and listen and just be in his presence. Sio tu kuomba na kuacha, lakini basi anakuendelea tu kuwepo katika uwepo wake. The Holy Spirit needs time to be able to speak to you. Roho Mtakatifu anataka muda ili aweze kuzungumza nawe. So we want to not only encourage you to fall more in love with Jesus, but to spend more time on your knees. Kwa tunatamani kuwatia moyo kuendelea kumpenda Yesu, lakini zaidi sana kuzidi kuanguka magotini kila wakati. The General Conference will be having a 40 days of prayer initiative leading up to September 2027. General Conference itakuwa na siku 40 za maombi ambazo zitakuwa zinaelekea katika mwezi wa Septemba mwaka 2027. That's what we are doing, but what are you doing? Hicho ndicho ambacho tunafanya. Wewe unafanya nini? Don't wait until August 2027 to start praying. Usingoje mpaka Agosti 2027 ndipo uanze kuomba. Start local groups in your churches.
Anzisheni makundi madogo madogo kwenye makanisa yenu mahalia. Meet together in your homes. Kutaneni katika nyumba zenu. Pray with your spouse, with your children. Omba na mwenzi wako, omba na watoto wako. Make prayer as much of a part of your life as breathing is. Yafanye maombi ni sehemu ya maisha yako. So we want to know Jesus and we want to pray. Kwa hiyo tunataka kumfahamu Yesu, lakini tunataka kuomba. The last thing for personal transformation is to understand our identity in Christ. Jambo la pili katika mabadiliko binafsi la mwisho ni kufahamu utambulisho wetu katika Kristo. We want to encourage the reading of Daniel and Revelation. Tunataka kuwatia moyo kusoma kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. We know who we are because we know who he is. Tunajua sisi ni wakina nani kwa sababu tunajua yeye ni nani. We know that he has come and he will come again. Tunajua kwamba amekuja na tunajua atakuja tena. Daniel and Revelation foretell his coming. Danieli na Ufunuo inatabiri kuja kwake mara ya pili. We are called a people of the book. Sisi tunaitwa watu wa kitabu. But can you explain those books? Lakini je, unaweza kuvielezea vitabu hivyo? Can you explain to people how you know Christ is coming and where you get your hope from? Je, unaweza ukawaambia watu kwamba Kristo anakuja na ukawaambia unapata wapi tumaini ulilo nalo? We want to encourage you to explore these books and to dive deeper into them. Tunataka kuwatia moyo kusoma vitabu hivi na kuzama ndani kusoma kwa kina. So that is the core of personal transformation. Kwa hiyo huo ndio wito wa mabadiliko binafsi. We must have that before we start corporate preparation. Ni lazima tupitie uzoefu huu kabla ya kuja katika maandalizi ya pamoja. Because strategy without the Holy Spirit is useless. Kwa sababu mkakati wowote bila Roho Mtakatifu ni bure. So with corporate preparation, this is where we come together to decide how we will share the good news. Sasa katika maandalizi ya pamoja ndio tunakaa na kukubaliana tutaieleza dunia namna gani kuhusiana na jambo hili. We are encouraging everyone to use every media device possible in this proclamation. Tunamtia moyo kila mmoja kutumia kifaa chochote awezacho katika kutangaza habari hizi. Now when people hear media, they immediately think of AWR and Hope Channel. Watu wengi wakisikia vyombo vya habari wanakimbilia kuwaza redio ya Waadventista wa Sabato na Hope Channel. And they will do their part. Hivi vitafanya sehemu yake. But I'm talking to you. Lakini hapa naongea na wewe. If this mission for all actually means mission for all, how do you get involved? Kama hii utume kwa wote ni kwa wote, wewe binafsi unahusika namna gani? Corporate preparation is about coming together to decide how you will help proclaim the gospel. Ile maandalizi ya pamoja hayaji kukuamulia wewe binafsi utatangaza namna gani injili. Maybe there's a young person in your church that you want to equip to start a social media channel. Labda kuna mtu kanisani kwako kijana anataka kuanzisha chaneli ya mitandao ya kijamii. Maybe you will have a small group meet in your house to watch a Hope Channel program. Labda utakusanya kundi dogo nyumbani kwako mkakaa kutazama runinga ya Hope Channel. Maybe you will take an AWR program and create a WhatsApp group where you send messages of hope to others. Labda utachukua ujumbe toka AWR ukautuma kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp ambayo upo ndani yake. Maybe every day you will post on your Facebook account how God has done something new in your life. Labda kila siku utakuwa na maudhui ambayo utayapachika kwenye mtandao wako wa Facebook kueleza watu Mungu amefanya nini katika maisha yako. How many of you have a phone? Wangapi kati yenu hapa mnazo simu? Raise your hand high. Inua mkono wako juu. High. Inua juu zaidi. That means this mission is for you. Hii maana yake utume huu ni kwa ajili yako. How will you share the good news in your sphere? Utawezaje kueneza habari njema
katika nafasi yako. Maybe you will talk about your own maybe you'll talk about going through Desire of Ages on your own. Labda utaelezea watu vile umejifunza kutoka Tumaini la Vizazi Vyote ulivyojifunza binafsi. And you will help people fall in Christ. Na utawasaidia watu waweze kumfahamu Yesu na kumfuata. Maybe as you study Daniel and Revelation, you talk about that on your social media. Labda baada ya kuwa umejifunza Danieli na Ufunuo kwenye kurasa zako za mitandao ya kijamii utakuwa ukizungumza habari hizo za Danieli na Ufunuo. We want to encourage every member to use every means necessary to proclaim the gospel. Tunatamani kumtia moyo kila mshiriki kutumia kila mbinu iwezekanayo kuweza kumtangaza Yesu huyo. Get together with your friends and discuss what you can do together. Kutaneni kama marafiki, kubalianeni mtafanya nini pamoja. Talk with your family to see what you can create. Zungumzeni kama familia, ongeeni alafu mkubaliane mtafanya jambo gani katika utume huu. And work with your local church to find ways to get involved. Alafu zungumza na kanisa lako mahalia, tafuteni mbinu ambazo mtatumia katika kuweza kueneza injili. Media isn't just created, it has to be thought about. Masuala ya vyombo vya habari sio tu ubunifu, lakini ni unafikiria na kuyapa kipaumbele kwa namna gani. So for 2026 we need our churches to prepare. Kwa hiyo mwaka 2026 tunataka kanisa letu lijiandae, so that in 2027 you can start to share. Ili inapofika 2027 tuwe tayari sasa kuanza kushiriki, kueleza, kuwaambia watu. When we have personal transformation, pale ambapo tutakuwa tumepitia badiliko binafsi, it brings us to a corporate preparation. Hiyo inatuleta sasa kwenye maandalizi ya pamoja. And this helps us to be able to speak with united proclamation. Na hii itatusaidia kukutana pamoja na kuunganika kwa ajili ya tamko sasa la pamoja. In 2027 we want everybody, every member of our church to share the good news. Mwaka 2027 tunataka kila mshiriki, kila muumini atangaze habari njema za ufalme. Imagine if 24 million Seventh-day Adventists worldwide shared on their personal devices. Angalia Waadventista milioni 24 duniani kote, kila mmoja anachukua nafasi ya kutangaza habari njema za Yesu. On top of that, you have AWR broadcasting and Hope Channel broadcasting. Juu ya hayo kuna AWR, kuna Hope Channel, wote tunasema kwa sauti moja. Imagine the impact on the world. Hebu fikiria matokeo yatakayotokea duniani. This happens because of personal transformation and corporate preparation. Haya yatatokea kwa sababu ya badiliko binafsi na maandalizi ya pamoja. What if every publishing house produced a book we could share? Vipi kama kila nyumba ya uchapishaji itazalisha kitabu ambacho twaweza kushiriki kwa watu wengine? The publishing department is rolling out a new sharing book for 2027. Idara ya uchapaji inaweka mkakati wa namna ya kuzalisha kitabu hiki maalum kwa ajili ya kazi iliyo mbele yetu 2027. It is going to be the books of Daniel and Revelation combined into one book. Itakuwa ni kitabu cha Danieli na Ufunuo kimeunganishwa pamoja na kuwa kitabu kwenye kabrasha ama kabrasha moja. Imagine sharing that book but not knowing what's inside it. Unaweza ukaona ubaya unagawa kitabu hicho wakati hujui nini kimeandikwa ndani ya kitabu. Imagine you giving it to your neighbor and they have questions and you don't know how to answer. Angalia unampatia jirani kitabu anakuuliza maswali lakini huna majibu ya maswali yale. This is why 2026 matters. Hii ndio sababu mwaka 2026 ni wa muhimu. We are coming together though in united proclamation. Tunakuja pamoja kwa ajili ya kujiandaa kwa tamko ama kutangaza pamoja. We aren't saying the exact same words. Hatutasema maneno yale yale ya kufanana. We may be singing different songs. Tunaweza kuwa tunaimba nyimbo tofauti tofauti. But they will all center around one hope that we all have. Lakini zote zitakuwa zinasonda kwa tumaini moja ambalo limejaa ndani yetu.
one truth that we hold clear. ukweli mmoja ambao tunatumaini ndani yake, And we will proclaim that in one voice. na tutatangaza hilo kwa sauti moja. Unity does not mean conformity. Umoja haumaanishi kwamba lazima tufanane katika kila kitu. We are united with one message. Tumeunganishwa na ujumbe mmoja, And that message can be proclaimed in many ways. na ujumbe huo mmoja unaweza kutangazwa kwa njia mbalimbali. The GC will not tell you what sermon to preach. GC haitawaandalia mahubiri ya kwenda kuhubiri. We will not say what to post on your channels. Hatutasema muweke nini kwenye mitandao yenu, Because you know. kwa sababu ninyi mnafahamu. You know the people in your territory. Mnawafahamu watu ambao wapo katika kanda, katika maeneo yenu. You know that family member of yours that you've been praying for. Unamfahamu zaidi yule mwanafamilia ambaye daima umekuwa ukimwombea. For me, that's my sister. Mimi kwangu binafsi ni dada yangu. She is the person I pray for every day. Ndiye mtu ambaye kila siku ya Mungu ninamuombea. And I pray that in the area that she lives, that her church will rise up with one voice. Na maombi yangu kwake ni kwamba mahali anapoishi, wakati unapofika, kanisa lile zima liamke kwa sauti moja. Because my parents have done their best. Kwa sababu wazazi wangu walifanya sehemu yao kwa uaminifu. My other sister and I have done our best. Dada yangu mwingine na mimi pia tumefanya sehemu yetu kwa uaminifu. And we pray every day. Na kila siku ya Mungu tunaomba. But I believe that it is somebody else's voice that will break through. Lakini naamini ni sauti ya mtu mwingine itakayoomba kwa ajili ya dada huyu ambayo inaweza ikaleta matunda. What if that voice was yours? Vipi kama sauti hiyo itakuwa ni sauti yako? It might be that you have a family member. Najua uko na mwanafamilia mwenzako. And you've prayed a long time Na for them. labda umechukua muda mrefu kumwombea Mungu ambadilishe, umemwombea kwa muda mrefu. And you don't think your voice will be the one they hear. Na huoni kama sauti yako ndio ambayo italeta badiliko kwa huyo ambaye unamwombea. What if your voice was the one to reach your best friend's child? Nani ajuae, pengine sauti yako ndio sauti ambayo ilipaswa kumfikia ndugu wa jirani yako ama mshiriki mwenzio. If we want Jesus to come soon, Kama tunatamani Yesu aje upesi, we must proclaim his soon coming. ni lazima tutangaze marejeo yake yaliyo karibu. We must make sure that every nation, language, tribe, and tongue hears the Ni story. lazima tuhakikishe kwamba kila lugha, taifa na jamaa wanasikia kisa hiki. But as I said in Acts 1:8 this morning, it is not just your local area. Lakini kama nilivyosema kwenye Matendo 1:8 asubuhi, hii habari sio tu katika eneo lako mahalia. Media today means that you have influence far beyond your personal community. Vyombo vya habari na mtandao inakupatia fursa ya kutangaza duniani kote bila mipaka. What about all those who speak Swahili around the world? Vipi wale ambao wanaongea Kiswahili waliotapakaa duniani kote? You can reach them. Unaweza kuwafikia. Maybe you don't even need to speak Swahili. Maybe you speak English, but you speak to people in Egypt or Somalia. Labda hata usiongee Kiswahili, ongea Kiingereza. Utaongea na mtu yuko kule Misri, mtu yuko Somalia. Maybe God is calling you to go further and farther. Labda Mungu anakuita uende mbali zaidi na zaidi. Pray and allow him to lead. Omba na ruhusu Mungu huyu akuongoze. In September 2027, Mwezi wa 9 mwaka 2027, worldwide we are going to celebrate. Kiulimwengu tutakuwa tukisherehekea. We are encouraging every church to host a harvest event. Tunalitia moyo kila kanisa kuandaa tukio la mavuno. All those that you've studied in will enter through their doors. Wale wote ambao umekuwa mkijifunza pamoja, wale ambao umeingia katika milango yao. Who will you bring? Ni nani utamleta? Who will come with you? Ni nani atakuja ameambatana pamoja nawe? And as a church, we will come together in a united manner to celebrate together. Na kama kanisa tutakuja tumeshikana pamoja kusherehekea.
We will celebrate how God changes lives, Tutasherekea nguvu ya Mungu ibadilishayo maisha, how he makes all things new here on earth and in heaven. namna anavyofanya mambo yote kuwa mapya hapa duniani na kule mbinguni pia. Are you ready? Je, uko tayari? Are you ready to be a part of One Voice 27? Je, uko tayari kuwa sehemu ya mkakati wa sauti moja 2027? Are you ready to start on your knees Je, uko tayari kuanzia magotini mwako and then proclaim through your device? na baadaye kutangaza kupitia kifaa ulicho nacho? Are you ready to surrender to the Holy Spirit Je, uko tayari kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu? and then share the truth with every means necessary? Alafu ushirikishe wengine ukweli huo kwa namna zote uwezavyo. This is a initiative that brings everyone to the same level. Huu ni utume ambao unatuleta wote katika mahali pamoja. This is all about what we do as members. Hiki ni kile ambacho tunafanya kama washiriki. So we want to encourage you here today. Kwa hiyo tunatamani kuwatia moyo leo hapa. What is the first step you will take in personal Ni transformation? hatua gani ya kwanza utaichukua ili upate badiliko binafsi? How can you grow deeper in your relationship with God? Utawezaje kuzama ndani katika mahusiano yako na Mungu? Second, how will you bring others together to figure out how to proclaim? Jambo la pili, utawezaje kuwaleta wengine ili mtafakari namna bora ya kutangaza? How will your church get involved? How will your family be involved? Kanisa lako litahusikaje? Familia yako itahusikaje? How will you equip your youth to do what they do best? Mtawawezeshaje vijana wenu kufanya vizuri yale mambo ambayo huwa wanayafanya vizuri? And number 3, are you ready to be united in proclamation? Na jambo la tatu, je, uko tayari kuunganishwa sasa katika kutangaza? How can you share what others are doing? Unawezaje kushirikisha wengine kazi ambayo inafanyika? Are you going to be ready for the harvest event in September Je, utakuwa 2027? tayari kwa tukio lile la mavuno mwezi Septemba mwaka 2027? I want to pray with you right now. Nataka kuomba pamoja nawe wakati huu. I want to pray that God will lead you to the right people. Nataka kuomba Mungu akuongoze na kupeleke kwa watu sahihi. That the person that he has impressed on your heart while I was speaking, Yule mtu ambaye umekuwa ukimfikiria moyoni mwako wakati huu ninapoongea hapa, you will find a way to reach. upate namna ya kuweza kumfikia. Let's bow our heads. Tuinamishe nyuso zetu. Our great, great God, Mungu wetu mkuu, abounding in mercy and grace. uliyejaa rehema na neema. Lord, we come to you united as a people. Baba, tunakuja mbele zako tukiwa tumeungana kama wanadamu. Lord, those that sit in this room sit here because they choose to do so. Baba, walioketi katika chumba hiki wameketi hapa kwa sababu wamechagua kukua hapa. They have decided they want to be a part of something more. Wamechagua kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Lord, we ask that you honor them as they honor you. Baba, na kuomba waheshimu kama walivyochagua kukuheshimu wewe. Lord, grow their gifts and talents. Bwana, kuza karama na vipawa vyao. Help them to use each and every one to your honor and glory. Wasaidie kutumia karama na vipawa vyao katika kutangaza neno lako. Lord, we pray for their loved ones, Baba, naomba kwa ajili ya wapendwa wao, those that know the truth and those that don't. wale wanaofahamu ukweli na wale ambao hawaufahamu ukweli. Help us to find a way to reach each and every one of them. Tusaidie kupata namna ya kuwafikia wote hao. Lord, we pray this prayer not to bring ourselves glory. Bwana, tunaomba ombi hili sio kwa ajili ya sisi wenyewe kujipatia utukufu. Lord, we pray this prayer because the other angel said, fear God and give him glory. Tunaomba ombi hili kwa sababu malaika wako wanatangaza, malaika watatu wanasema, mcheni Mungu na kumtukuza. Lord, we pray in your son's precious name. Baba, tunaomba kupitia jina la thamani la mwanao Yesu Kristo. Amen.
pamoja sote kwa lengo la utume. Habari njema ya wokovu ihubiriwe. One voice, sauti moja, kwa pamoja tumalize kazi yake. Zote zitumike kwa utume. Familia, ndugu zetu, tutumike shambani, kitambo yuaja. Tukiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, pamoja sote kwa lengo la utume. Habari njema ya wokovu ihubiriwe. One voice, sauti moja, na pamoja tumalize kazi yake. Sauti moja sote kwa lengo la utume. Habari njema ya wokovu ihubiriwe. Na pamoja tumalize kazi yake. Tumebarikiwa sana na mada iliyopita, na tuliosimama mbele yenu ni viongozi katika idara hii ya mawasiliano Tanzania, Kenya pamoja na Uganda.
na utaona kuna ukaribu wa mataifa haya na ujirani kwa miaka mingi, hasa Kenya na Uganda. Na tulipoalika kuja katika tukio hili pamoja nasi, waliitikia wito huo kwa furaha, kwa sababu sauti moja ndiyo sauti kuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato kwa sasa tunapoelekea mwishoni mwa wakati. Kitabu cha Mathayo sura ya 24 kimeelezea matukio ya wakati wa mwisho: vita, njaa, matetemeko na majanga mbalimbali. Lakini katika Ufunuo katika hiyo Mathayo 24 mstari wa 14 ambao sisi tunaamini kama ndio inatuunganisha kama wana mawasiliano, lile fungu nasema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Sasa katika maelezo mengi yanayozungumzwa kuhusu mwisho wa wakati, ili fungu la 14 la Mathayo halijazungumzwa kama tukio. Kwa hiyo ni kama kitu kinachoonekana kitakuwa nyuma ya pazia. Lakini ukisoma lile fungu kwa kutulia, utaona linatajwa tukio kubwa la wakati wa mwisho la kimawasiliano. Habari njema ya ufalme itahubiriwa. Tunazungumza vita, tunasikia habari zake vita. Magonjwa yanapozungumzwa tunasikia habari zake. Matetemeko yanaandikwa kama matukio ya kihistoria. Habari njema ya ufalme itahubiriwa. Na ile litakuwa tukio la kimya. Litakuwa ni tukio ambalo litatikisa dunia. Litakuwa tukio ambalo litasikika kama matukio mengine haya yanavyosikika. Kwa hiyo sauti moja ya kanisa mwaka 2027 haitakuwa tu tukio la kawaida, haitakuwa tu jambo la kimya kimya. Kama ni miongoni mwa matukio yanayoelekeza kuhubiriwa kwa Injili kwa ulimwengu wote, litakuwa ni tukio lenye mshindo, litakuwa ni tukio litakaloandikwa, litakuwa ni tukio lenye kusimuliwa. Na kumbuka, matukio ya siku za mwisho yana kama yalivyozungumzwa katika Danieli sura ya 12 yanapozungumzia maarifa kuongezeka. Tunapojua habari ya vita ambazo sasa hivi zinatumia teknolojia ya hali ya juu ili kufanya maangamizi makubwa, ili kushambuliana, teknolojia ya wakati wa mwisho ambayo Mungu pia ataitumia kwa ajili ya kumaliza kazi, tayari Bwana ameweka mikononi mwetu. Mabomu ambayo tutayapiga, mabomu ambayo tutayatumia kwa ajili ya kuangamiza nguvu za mwovu yamewekwa mikononi mwetu. Na sauti moja mimi ninaiona kama sehemu ya matukio yanayoelekea katika kuclimax, matukio yanayotajwa kama matukio ya siku za mwisho. Na Alisa ameeleza vizuri. Unaona ni tukio la kiroho sana, kama yanazungumzwa maombi, watu watakavyofanya mahusiano yao na Mungu, watu wanavyoitwa kumtafuta Bwana. Ni tukio linalotuandaa kwa ajili ya kukutana na mfalme Yesu ajaye. Kwa sauti moja kwetu sisi ambao tumesimama hapa mbele, tunautazama kama ni wito wa Mungu unaotutaka kumrudia Bwana, kwa sababu kuna tukio kubwa kabisa la kuhitimisha historia ya dunia litakaloambatana na tukio hili la watu kuhubiri Injili kwa kila mtu kwa namna yake, kwa teknolojia iliyo mikononi mwetu. Na tunaupokea wito huu kwa hali ya maombi, unyenyekevu, na kuona fursa ambayo kanisa Bwana amelipatia kwa ajili ya kutangaza ujumbe wa malaika watatu. Asante sana Pastor Ungani. Tunafurahi leo kuona kwamba kama union yetu ya kusini mwa Tanzania tumeendelea kupata nafasi, tumepata fursa hii kuipokea tena njozi hii kubwa ya utume ya Sauti Moja 27. Na leo imeletwa kwetu katika namna ambayo pengine hatukuwahi kuisikia kabla, katika viwango ambavyo kila mmoja wetu atakuwa shahidi kwamba sasa tunaweza kusema tumeelewa
kwa kina namna ambavyo tutatakiwa kufanya kama kanisa la Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, lakini pia kama conference yetu ya Mashariki, Kusini Mashariki mwa Tanzania, tunapoelekea katika kuanza kutimiza mpango huu wa Sauti Moja 27 kama union yetu ya Kusini mwa Tanzania, lakini pia kwa kushirikiana na wenzetu wa union ya Kaskazini mwa Tanzania, tunaenda kuanza mavuno. Tumesema mavuno yatakuwa Septemba 27, lakini mwaka huu mwezi wa 5 tunaenda kuanza kuvuna na kwa kweli yatakuwa ni mavuno makubwa, yakituandaa kwa mavuno makubwa zaidi ya Septemba 2027. Na mavuno haya yanaenda kutokea wapi? Njombe, ambapo tunakwenda kuwa na mikutano mikubwa ya Njombe Net Event. Hapa tunakwenda kufanya pilot. Unaweza ukasema Tanzania tumefanya sana huko nyuma, lakini kwa kweli mwaka huu tunafanya pilot ya kila mshiriki kuhusika katika mikutano hii. Tumeambiwa tuna simu za mikononi, tuna televisheni majumbani, tuna mitandao ya kijamii. Yale mahubiri ya Njombe Net Event mwezi Mei yatakaporushwa, kila mshiriki anapaswa sasa kuanza kutumika. Tumia simu yako kushare mahubiri, tumia simu yako kutoa mafungu ya kubariki na kuwavuta watu kwa Kristo. Mwezi wa 5 mwaka huu Tanzania tunaanza kuvuna mavuno ya Sauti Moja 27. Kama umemwelewa mchungaji, sema amina. Amen. Lakini si hivyo tu, mwezi wa 9 mwaka huu, mwezi Septemba mwaka huu, tunakwenda kufungua tena milango ya utume kupitia mitandao ya kijamii. Tutakwenda kuwa na mahubiri ya mitandao ya kijamii, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ambayo yataendeshwa na media yetu ya STU Media kwa kushirikiana na media center zote za conference yetu, na yatarushwa kutokea kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Lakini mahubiri haya pia yatatuhitaji kila mshiriki wa kanisa kutumia hivi vifaa tulivyo navyo, mitandao yetu ya kijamii tuliyo nayo, kuhakikisha tunaleta impact katika ulimwengu wa social media. Pastor Ungani, tuna watu zaidi ya bilioni 6 leo duniani wanaotumia mitandao ya kijamii. Kama Yesu angekuwepo leo hapa duniani, unafikiri Yesu angeenda wapi? Mahubiri yake angeyapeleka wapi? Asingeweza kusahau kundi hili la watu walioko kwenye mitandao ya kijamii. STU, kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, tunakwenda kuwafikia watu kupitia mitandao ya kijamii mwezi wa 9. Lakini pastor, jambo moja la mwisho, mwezi wa 4 tarehe 1 mpaka tarehe 4, unajiuliza pastor, nitawezaje kutumia Instagram kuposti mahubiri? Nitawezaje kutumia Facebook kufanya mahubiri? Mwezi wa 4 tuna mkutano unaitwa Gain, utafanyika Arusha. Mkutano huu umelenga kutujengea uwezo, umelenga kutuandaa, kutupatia mbinu tutakazozitumia kufanya uinjilisti huu wa kidigitali kwa kutumia mitandao yetu ya kijamii. Nitumie nafasi hii kukukaribisha. Mwezi wa 4 tarehe 1 mpaka tarehe 4, kiingilio ni shilingi 50,000. Twende tukaji-equip, tupate mbinu za kuja kutumia vifaa vyetu vya mawasiliano na teknolojia kuwafikia watu kupitia mitandao ya kijamii. Haya ni yale ambayo tunakwenda kuyafanya kwa wepesi na kwa haraka tunapojiandaa na grand tukio lile kubwa la Septemba 2027. Asante. Angekuwepo hapa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano wa Union ya Kaskazini mwa Tanzania, Elda Gideon Msambwa, lakini kwa wale ambao tumepata taarifa kwamba alifiwa na mdogo wake ambaye ni mchungaji kule Njombe, lakini katika mipango na mikakati ya kuandaa tukio hili alikuwa mmoja wetu. Kwa hiyo ilikuwa tusikie sauti yake akizungumzia maandalizi hayo, lakini kile ambacho kimetokea basi kimemfanya asiwepo hapa, na tunampa pole sana ndugu yetu Gideon Msambwa. Sister Catherine, karibu sana. Wewe ni mpambanaji na
umelisimamia jambo hili na kuja hapa Tanzania ni kwa sababu ya kuchukua jambo hili la One Voice kwa uzito mkubwa sana. Karibu, unasema nini? Thank you, Pastor. I just want to say that I feel as part of the family in Tanzania. Ninajisikia kama sehemu ya familia hapa Tanzania. And also part of the family of East Central Africa Division. Na pia kama mwanafamilia wa Division ya Afrika Mashariki na Kati. And I'm very grateful for the opportunity to be here. Na nashukuru sana kupata fursa ya kuwa hapa. I have learned a lot. Nimejifunza sana. Lakini some of the things I have learned, na baadhi ya mambo ambayo nimejifunza is that media has a big role to play. Vyombo vya habari vina sehemu kubwa ya kufanya. And that role is not just to speak. Na kazi hiyo sio tu kusema. It is about, first of all, living what we speak. Lakini zaidi ya yote ni kuishi kile ambacho tunakisema. And telling stories of what the Lord is doing through his people. Na kutoa simulizi ya kile Bwana ambacho amekifanya kwa ajili yetu. Amen. Asante sana. Sasa tuna Isaac ambaye amesafiri kutoka Uganda na amepambana, ameingia usiku wa manane. Yeye pengine ndiye alipambana zaidi kufika hapa kuliko mtu mwingine yoyote. Na mimi nilikaa mpaka usiku. Kaambia huwezi kuja peke yako bila mtu wa kukupokea. Kwa kaingia masaa ya saa 7 huko kwenda saa 8 usiku na nikampokea na yupo hapa. Simseme amina ya kumkaribisha. Sasa Isaac anasikia Kiswahili kwa mbali, ila akiongea ndio wote tunaangukia huku kushoto na kulia. Kwa hiyo Isaac, karibu sana na zungumza jambo kwa mkutano huu. Thank you, Pastor. I am honored to be here. Nina heshima kubwa kuwa hapa kama mtu kutoka Uganda. I feel blessed to be part of the Adventist family in Tanzania. Ninajisikia furaha kuwa sehemu ya familia ya Adventist Sabato Tanzania. Because we are not just neighbors. Kwa sababu sisi si tu kwamba ni majirani. But we are part of a bigger family of the East Central African Division. Lakini ni sehemu ya familia kubwa ya Division ya Afrika Mashariki na Kati. And One Voice reminds us that though we are from different cultures and speak different languages, na sauti moja inatutambulisha, inatuambia kwamba japokuwa tunatoka katika tamaduni mbalimbali na tunafunza, lakini pia kushirikisha kile nilichokipata mahali hapa. Because when we, Uganda, Tanzania and Kenya and the entire East Central African Division move together, kwa sababu sisi kama Uganda, Kenya na division yote ya Afrika Mashariki na Kati tukienda kwa pamoja, our message becomes stronger. Ujumbe wetu utakuwa na nguvu. And our mission moves forward with greater strength. Na utume wetu utakwenda mbele kwa nguvu kubwa zaidi. So together across this entire division, kwa hiyo kwa pamoja katika division yetu ya Afrika Mashariki na Kati, we will raise in one voice. Tutainuka kwa sauti moja. To proclaim Christ. Kumhubiri Yesu Kristo. And to bring hope to as many as we can reach. Na kuwapatia tumaini wengi kwa kadri tuwezavyo kuwafikia. And when we raise together with one voice. Na tutakapoinuka kwa pamoja kwa sauti moja. That is what One Voice 27 means. Hicho ndicho ambacho sauti moja 2027 inachomaanisha. God bless you. Mungu awabariki sana. Kwa kumaliza, matetemeko, vita, njaa ni sehemu ya matukio makubwa ya siku za mwisho. Tukio kubwa kabisa la kiunabii la kufunga historia ya ulimwengu litakuwa ni tukio la habari njema ya ufalme kuhubiriwa ulimwenguni mote, kuwa ushuhuda, na kisha yeye ajaye ndipo atakuja. Na sisi tunaitazama One Voice katika lenzi ya namna hiyo. Ni miongoni mwa matukio makubwa, ile Global Evangelistic Initiative ambayo itaharakisha ujio wa Masihi hapa duniani. Bwana awabariki sana.
watakatifu wa Mungu, kesheni mkiomba kila siku. Adui yuko kazini hajalala, na kila siku awinda kama simba. Ni heri akeshaye kwa maombi, na sala hawezi ogopa kamwe. Maombi silaha yetu tumchao Mungu. Watakatifu wa Mungu, kesheni mkiomba kila siku. Adui yuko kazini hajalala, na kila siku awinda kama simba. Ni heri akeshaye kwa maombi, na sala hawezi ogopa kamwe. Maombi silaha yetu tumchao Mungu. Hakuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda. Amini, amini, Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu. Hatuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda. Amini, amini, Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu. Kwa Mungu wako, na maombi ni silaha. Kwa maombi mengi tutashinda yote, na tutazifukuza nguvu za giza. Ni heri akeshaye kwa maombi, na sala hawezi ogopa kamwe. Jaribu nawe uone mkono wa Bwana. Tenga muda wako kwa Mungu wako, na maombi ni silaha. Kwa maombi mengi tutashinda yote, na tutazifukuza nguvu za giza. Ni heri akeshaye kwa maombi, na sala hawezi ogopa kamwe. Jaribu nawe uone mkono wa Bwana. Hatuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda. Amini, amini, Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu. Hatuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda. Amini, amini, Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu. Hatuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda. Amini, amini, Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu. Hakuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda. Amini, amini, Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu.
Bwana Yesu asifiwe. Naam, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya sabato hii ya leo nzuri sana, na tunaendelea na nyimbo mfululizo. Nikushukuru sana wewe ambaye unatufuatilia kutokea kule Denmark, asante sana. Wewe ambaye unatufuatilia kutokea Kivu Kaskazini, Goma, asante sana. Tunazidi kubarikiwa kuwa pamoja na wewe. Tunaendelea na uimbaji, na kwaya iliyoko jukwani ni kwaya Sauti ya Ushindi. Kwaya iliyotoka kuimba ilikuwa ni kwaya ya Segerea kutokea kanisa la Segerea. Mara baada ya Sauti ya Ushindi ambao wamekuja kwa wimbo mzuri kabisa, wimbo ambao unahusu One Voice, sauti moja 27. Mara baada ya hawa watakuja The Melodious, nao watakuja na wimbo mzuri ambao wameuandaa. Hawa ni Gerism, not The Melodious, yeah. Ni Gerism Voice, hawa watakuja nao na wimbo mzuri kwa ajili ya ujumbe wa leo ambao ni One Voice 27. Endelea kubarikiwa mtazamaji, tutakapotamatisha nitakujuza. Kufungamana katika utume, kujikita katika Biblia na kulenga kwenye utume. Kufungamana katika utume, kujikita katika Biblia na kulenga kwenye utume. Ni wito wa kila mmoja, wote kupeleka Injili. Baba, mama, kaka na dada, wote tutoke tupeleke Injili kote duniani, ujumbe wa marejeo. Ni wito wa kila mmoja, wote kupeleka Injili. Baba, mama, kaka na dada, wote tutoke tupeleke Injili kote duniani, ujumbe wa marejeo. Sauti moja 27, utume kwa wote. Sauti moja 27, utume kwa wote. Ni wito wa kila mmoja, wote kupeleka Injili. Baba, mama, kaka na dada, wote tutoke tupeleke Injili kote duniani, ujumbe wa marejeo. Ni wito wa kila mmoja, wote kupeleka Injili. Baba, mama, kaka na dada, wote tutoke tupeleke Injili kote duniani, ujumbe wa marejeo. Ndiyo maana tunawaambia iende mbele Injili ya Yesu. Ndiyo maana tunawaambia iende mbele Injili ya Yesu. Ndiyo maana tunawaambia iende mbele Injili ya Yesu.
Ndiyo maana tunawaambia iende mbele injili ya Yesu. Ni wito wa kila mmoja wote kupeleka injili. Baba, mama, kaka na dada, wote tutoke tupeleke injili kote duniani. Ujumbe wa marejeo ni wito wa kila mmoja wote kupeleka injili. Baba, mama, kaka na dada, wote tutoke tupeleke injili kote duniani. Ujumbe wa marejeo ni wito wa kila mmoja wote kupeleka injili. Baba, mama, kaka na dada, wote tutoke tupeleke injili kote duniani. Ujumbe wa marejeo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mbele yetu tunaye mchungaji na daktari Ndekeja ambaye ni mkurugenzi katika idara ile ya theolojia katika chuo kikuu cha Arusha, na ana jambo la kutueleza. UOA for Mission. Pastor, karibu sana. Asante mkurugenzi, asante pastor. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Habari za Sabato. Habari za Injili. Voice. One voice. Mungu atubariki sana. Mpendwa president wetu wa Union kanda ya mwa Tanzania, katibu mhazini na president wetu wa SEC, wakurugenzi wote, maafisa wote na wakurugenzi na wachungaji, wataalamu wote pamoja na wageni wetu toka General Conference Division pamoja na makanisa yote yaliyoko mahali hapa, washiriki wa kanisa na wenyeji wa kanisa hili, ninawasalimu tena kwa jina la Bwana. Na maneno si mengi sana, ni mafupi, yaliyojengwa katika kitabu cha nabii Yeremia. Kitabu cha nabii Yeremia sura ile ya 3, ukisoma ina habari za maneno haya ambayo inakwenda kusema pamoja nanyi. Maneno haya ambayo nakwenda kusema mbele zenu yameandikwa kama hivi. Yeremia 3 mstari wa 15. Ninawasubiri mfike mahali pale, maana mtapigia mstari au utaweka alama.
Neno la Mungu linasema, nami nitawapa